Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tumrudishia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla shukrani kwa kuwa ametulinda na kwa taufiki yake tu wazima, na leo tumefika kwa ajili ya kukizungumzia hiki kijitabu. Hiki kijitabu kimeandaliwa na wasiojulikana, kwa sababu ndio jambo la kwanza nataka kulizungumzia katika episode ya kwanza ya hiki kijitabu, na ndani yake vile vile tutakizungumzia mambo ambayo yamewekwa ndani yake, na hiki kijitabu kitatupa kama takriban episodes 5-6 hivi yatakayo tupa maelezo zaidi juu ya hiki kijitabu. Na katika episode ya kwanza hii ningependa tukizungumzie muonekano wake wa nje, ya kwamba kwa njia hii, kwa kawaida kitabu cha mwandishi anayejielewa huwa mara nyingi ina jina ya mwenye kitabu, mwandishi wa kitabu. Lakini bahati mbaya, ukiangalia hiki kijitabu hakina jina ya mwandishi. Kisha cha pili, mara nyingi kuna baadhi za vitabu ikishawekwa jina ya mwandishi ama jina ya mwenye kitabu, huwa kwawekwa njia ya mawasiliano baina ya yule anayesoma kijitabu hicho ama kitabu hicho na mwandaliaji wa kitabu ama mwenye kitabu. Lakini kwa bahati mbaya hiki kijitabu kimekosa hivyo vitu viwili. Sasa hii inathibitisha kwamba mwandishi wa kitabu, kitu cha kwanza, hajiamini. Kitu cha pili, huenda yeye ni muoga kwa wale anaowafikishia ujumbe. Alafu kitu cha tatu ni kwamba afahamu vizuri ya kwamba ndani ya hiki kijitabu amezungumza mambo ambayo ni ya batili, wanaita batil. Amezungumza mambo batil katika hiki kijitabu, na ningependa kutoa mfano. Niko na vitabu kadha hapa. Hiki kitabu kinaitwa Quran Karim, na inasema ya kwamba Swahili translation, Arabic text with Swahili translation. Hiki kitabu Quran kimetafsiriwa kutoka kwa Kiarabu na kuja kwa lugha ya Kiswahili, na tukiingia ndani ni kwamba ndani yake ipo jina ya aliyetafsiri kitabu hiki Quran, aliyetafsiri Quran tukufu. Aliyetafsiri anaitwa Sheikh Mubarak Ahmad Ahmadi Hona in Arabic HA. Alafu chini yake kimeenezwa na Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya katika kanda ya Afrika Mashariki. Kina jina ya aliyetafsiri. Ukija ukurasa huu kuna mbinu ya mawasiliano. Haya yote mbinu ya mawasiliano kati ya yule atakayepitia tafsiri iliyotolewa na Ahmadiyya kwa Kiswahili. Kama kuna mahala hajafahamu, kuna njia ya yeye msomi ama msomaji wa hiki Qur'an kilichotafsiriwa na Ahmadiyya, amewekewa mbinu ya mawasiliano kati yake na Ahmadiyya. Cha kwanza hicho. Nina vitabu vingine viwili hapa. Hiki kinaitwa Qaida. Qaida ni kijitabu kidogo kinachosaidia yoyote yule ambaye ana hamu ya kujua kusoma Qur'an katika lugha ya Kiarabu, na mwanzo kina jina ya aliyekiandaa, anaitwa Pir Manzur Muhammad, Mwenyezi Mungu amjalie. Alafu chini
kimeenezwa na jumuiya ya Ahmadiyya, Waislamu ya Ahmadiyya. Alafu zaidi kuna njia ya mawasiliano kati ya anayesoma hiki kijitabu na mwenezaji ambaye ni jumuiya ya Waislamu ya Ahmadiyya. Sanduku la posta 376 Dar es Salaam. Mfano huu. Mfano ingine kwenye kijitabu hiki ni kitabu cha sala, kinaongoza yeyote yule ambaye anataka kufahamu jinsi ya kutawadha, jinsi ya kufanya sala, aina za sala na kadha wa kadha, majina za sala na kadha wa kadha, dua mbalimbali katika sala na kadha wa kadha. Hiki kijitabu kimeenezwa na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, kijitabu cha sala. Tukija nyuma ya kitabu hapa kuna njia ya mawasiliano kati ya anayesoma hiki kitabu na mwenezaji wa kitabu. Lakini kingine zaidi, hiki kitabu kimewekwa jina ya mwandaliaji wa kitabu hiki, mfasiri wa kitabu Jamil Rafiq Sahib, Mwenyezi Mungu amjalie. Unaona, hii ni thibitisho ya kwamba kitabu kinachowekwa wazi hivi ni wale wanaojielewa, wanajiamini na kile walichokiweka katika kitabu hiki. Mfano mwingine natoa kwa Qur'an. Sisi Waislamu sote tuna imani ya kwamba hiki ni kitabu kutoka kwa Allah Azza wa Jalla. Kwa hivyo mfano mzuri Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kesha tupigia ndani ya Qur'an kwamba kitabu kizuri ni kwamba kifahamike mwenye kitabu, alafu kuwe na mbinu ya mawasiliano kati ya mwenye kitabu na anayesoma kitabu hiki, ambapo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla mtukufu ameyaweka ndani ya Qur'an. Hayo yote Qur'an inatueleza ni kitabu cha Allah Azza wa Jalla, na Qur'an yenyewe imeeleza mbinu za mawasiliano kati ya anayekusudiwa kufuata hiki kitabu na yule aliyekituma hiki kitabu, mwenye kitabu. Kuna njia ya mawasiliano kati ya mwenye kitabu ambaye ni Allah Azza wa Jalla na wanaokusudiwa, wanaoletewa hiki kitabu, wanaosoma hiki kitabu. Kwa hivyo sisi ambao tumetumiwa hiki kitabu tunafahamu ya kwamba mwenye kitabu ni Allah Azza wa Jalla. Mbinu ya mawasiliano Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametuwekea vile vile ndani ya Qur'an tukufu. Ni nini? Kutekeleza sala ni mbinu ya mawasiliano kati ya msomaji wa Qur'an na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Lakini hiki kijitabu kinachoitwa Aqidatu Khatmun Nubuwat imekosa maelezo hayo mawili. Hakina jina ya mwandaliaji na hakina mbinu ya mawasiliano kati ya anayesoma hiki kitabu na mwenye kitabu. Hii inathibitisha kwamba ndani ya hiki kitabu imejaa mambo ya batil tupu. Kama wangekuwa wanaamini ya kwamba wamefundisha watu kitu ambacho hakipingiki, wangeweka jina ya mwenye kitabu, njia ya mawasiliano kati ya sisi tunaosoma hicho kitabu ama sisi ambacho kitabu kinatuhusu na mwandaliaji wa kitabu, lakini kimekosa. Jambo jingine, asilimia kubwa kinazungumza kuhusu Ahmadiyya na mwanzilishi wa Ahmadiyya, na katika ukurasa wa 23 huyu mwandishi wa kitabu anasema ya kwamba ili umlinganie Muahmadiyya haihitaji mtu wa kawaida, inahitaji mtu ambaye ana ilmu. Na hapo chini anasema ili umlinganie Muahmadiyya inahitaji kujiandaa kwanza, yani wewe ujiandae kwanza vilivyo ndio uende kumlingania